nafikiri tuko live tayari, but sidhani kama kuna mtu amejoin mpaka sasa hivi, kwa tutasubiria dakika chache. Ndio unakaribia. Jordan, nilikuwa naongea mwenyewe, nilikuwa nakwambiaje? Unanisikia? Nakusikia. Nimejaribu automation, ile kitu inataka muda. Yaani channel yangu inaenda lakini YouTube au? Shida nini? Hamna, kusanya nini inahitaji muda mwingi sana. Umeanza lini? Muda account yangu ishafikisha vigezo vya nani vya masaa 1000 na nini kila kitu. Yaani muda mfupi hivi. Nimefikisha mini followers, sio masaa, subscribers. Na masaa alikuwa anaenda, masaa yafika 200 kitu kama hiko. Lakini sasa afu kitu kingine, changamoto ile channel ya YouTube ndio hiyo ambayo inashikilia channel yangu personal. Kwa hiyo nikasema hapa YouTube wakinibani tu, inaenda na hiyo nyingine. Inaenda na hizi nyingine. Sasa hizi nyingine ndo za muhimu sasa. Sema hiyo baba, hii imekuwa ya channel yangu imekuwa hatari. Ina work vizuri. Kuna watu ambao sikuwa invite hapa. Kuna ma expert hao sikuwa nimewalika. Kuna walipia 3 month. I wish watu wangejua how expensive kurun community ya Psycho. Ngumu. Streamers, members, paid members. Tuningeonyesha baadhi ya miamala hapa kidogo, nilisema sasa PayPal inazingua kishenzi. Kama dakika moja tutaja watajoin members.
Kuna watu hata pay attention hizi event wanataka yani mtu apigiwe simu. Jamani, kweli nitaweza wewe kupigia wote? Unaitwa Duro. Tuanza dakika 5 bosi. Juliana Lazaro. Someone Juliana yuko, unamwona hapo? Na watu wawili tu. Nikavyo nisha invite watu wote ambao walitakiwa join. Let me nimuulize Donald, ulipokea email ya kukuambia kwamba kuna session sasa hivi? Hapana, zaidi ni nani, niangalia muda tu, niambia saa 2 nikazingatia. Hakuna email ilikuja kukwambia? Hakuna email iliyokuja. Kuna mtu yote alipokea email? Ulipokea? Ndio. Anyway, so bibi na mabwana, bahati mbaya tuko mabwana tu. Karibuni sana kwenye session yetu ya leo, na leo tutakuwa na jamaa mmoja anaitwa Jordan. Jordan yeye anafanya kitu inaitwa Faceless Channel, ama kwa nchi za wenzetu wenyewe wanapenda kuziita theme channel, ambapo in fact ni unatengeneza akaunti ya mtandao wa kijamii kimkakati kiasi kwamba brands kubwa kubwa zinaanza kukutafuta na zinaanza kukulipa wewe wasaidie ku promote product zao. Na moja ya wateja wakubwa sana wa hizi theme channel ni watu ambao wanafanya wanatoa huduma za AI, wanatoa software za AI na nini.
Kwa jamaa leo atakuja atatufundisha namna gani anavyofanya, na yeye anafanya kwenye mtandao wa Twitter. Na uzuri yeye pia anakaa huko Mwanza huko mbalimbali huko kwenye mawe, lakini pia anafanya kazi mtandaoni. Maana nimekuwa nikisikia malalamiko, watu wengi wanasema bwana, mpaka uweze kufanya kazi mtandaoni mpaka uwe unakaa da. Kwa kama naomba nikukaribishe bwana Jordan. Jordan, karibu sana kaka. Asante. Asante kwa kuniintroduce kwanza. Mimi naitwa Jordan bana. Ni content creator. Ambaye natengeneza content, sema nipo kwenye upande wa niche ya tech kwenye issue za AI. Leo nitaelezea jinsi gani ambavyo unaweza ukatengeneza account yako faceless channel, content, na ambavyo unaweza ukapata deals kwenye hizi companies na agencies. Cha kwanza inabidi uwe na niche. Nahisi kila mtu anajua kuhusu niche. Yaani unachagua eneo lako ambalo unapenda labda au unalijua. Kwa sababu mimi napenda issue za AI, mimi nipo kwenye niche ya AI, na share content za AI. So hata deals ambazo zinanifuata mimi ni za AI, au companies ambazo zinafanya hizo kazi ni za AI. Kwa cha kwanza inabidi uwe unajua niche yako ni ipi, yani eneo lako. Then cha pili inabidi uanze kutengeneza content kwenye eneo lako. Kwa mfano kama mimi ni ukienda kwenye page yangu, PC imeleta shida kidogo hapa, ningekuwa naonyesha kwenye screen hapa jinsi gani profile yangu ilivyokaa ya Twitter, au unaweza ukasearch hapo I'm Jordan Twitter, ukaicheck kwenye DP kama hapo screen inavyoonyesha kule, ndo account yangu. Unaweza kaangalia jinsi gani pale description inavyokaa kwenye page yangu. Na kwenye description mara nyingi sana pale ndo unaweza ukapata wateja, kwa sababu brand zinavyokuja kwenye ile profile yako, page yako, wanaanza kwanza kuangalia kwenye ile page, ndo unaweza kupata deals. Kwa cha kwanza inabidi uwe una niche, unajua niche gani ambao eneo lako, then unaanza kutengeneza content. Kwa mfano kama mimi nipo kwenye AI. Nikiwa naendelea hivi, kama utakupa na swali ningeomba wewe unauliza hapo ili tuende. Kwenye account yangu hapa kama unavyoona kwenye screen hapo, Baka ameshare. Kwa cha kwanza inabidi wewe unajua eneo lako ni lipi, then utaanza kutengeneza content. Na mimi nitatolea mfano kwenye upande wa Twitter, kwa sababu ndo sehemu ambayo mimi na experience zaidi kuliko mitandao mingine. Kwenye Twitter ukiwa unaanza kutengeneza content ili posti zako ziende viral au zipate watu wengi engagement, Twitter kidogo ni tofauti kidogo na mitandao mingine kama Insta au TikTok. Kule inahitaji uwe una engage pia kwenye accounts za watu wengine. Yaani una engage kwenye page za watu ambao wanafanya vitu kama vyako, yani vinavyo relate na vitu vyako, ama kwenye niche moja yani, ili na wao wawe wana engage kwenye posti zako, ndo posti zako zinavyokuwa zinapata reach, ile zinaenda viral, kwa sababu brand hadi zije zikufuate zikupe dili ni kwa sababu zimeona posti zako zinawafikia watu wengi, ndo unapata dili kama hizo. Kwa hiyo ukiwa una niche, unatengeneza content ambazo zinaendana na ile niche yako, na tools ambazo mara nyingi inabidi ambazo mimi natumia mara nyingi ni ChatGPT, Typescript ambayo naitumia kwenye kuposti, kutengeneza ile format ya post kama thread ama single post. Typescript watu wengi nahisi wanaijua. Na tool namba 3, natumia tools 3 tu. Na ya 3 natumia Canva. Canva mara nyingi napenda kutumia kwenye infographics zile. Kwanza kuna mtu ana swali hapo nilipofikia kuhusu niche ama content? Mtu ana swali? Ukiwa unatengeneza content sasa, posti zako zimeanza kupata watu, zimeanza kupata impressions, views, comments. Sasa unaangaliaje jinsi gani unaweza ukapata deals ama ukapata hela, yani zile posti zianze kuingizia hela, labda kwa sababu umeshaanza kupata audience. Unaweza uka reach out brands ama uka reach out zile
agency mara nyingi ukianza tu kupata zile views, ukaanza kupata comments, likes, mara nyingi brands tu utakuta zinaku-DM, wao ndo wanaku-DM mara nyingi. Ila wewe pia unaweza uka-reach out brands hizo, agencies, na pia kuna platform ambazo unaweza ukajoin, zile ambazo zina connect creator na Mr. Jordan, mm. samahani, mimi kwangu screen sione. Screen. No, mimi si share, labda ashare upande wake huko Jordan. Ngoja niangalie jinsi gani hapa naweza nikashare. Kwa mfano kama hii hapa, hii ni platform moja inaitwa Passion Fruit. Hii hapa ni site ambayo ni platform ambayo ina connect creator na brand. Kule brand zina join kutafuta creators wa kufanya kampeni zao. Kwa hiyo ukienda huku unabidi ufungue account yako, una connect na platform yote, kwa sababu hii hapa ina platform nyingi. Unaweza connect Instagram. Mimi kwa sababu natumia Twitter, nimeconnect account yangu kule. Kwa hiyo zikija pale zinaangalia profile yako, kila kitu chako, kwa sababu unakuwa umeelezea kila kitu, umeset up. Kwa hiyo unaona kama hapo hii account sina muda mrefu nimefungua mwezi jana nice, au mwezi wa 12 mwishoni, na hii hapo hela ndo nimetengeneza kwa mwezi jana, na ilikuwa ni mwezi wa 12 hivi kama tarehe 20 kitu, umeona. Kwa hiyo hii ni moja kati ya website ama platform ambazo unaweza ukajoin baada ya wewe kutengeneza zile posti zako zikawafikia baadhi ya watu. Unaweza ukaingia huku kutafuta pesa, kwa sababu kuna connect na brands. Platform namba 2 inaitwa Ed Creator. Ngoja niangalia hapa kama naweza nikaishare. Hiyo namba 1 umesema inaitwaje? Inaitwa Passion Fruit. Utanitumia basi link alafu nitaweka kwenye kwa description ya hii video. Utanitumia hizo link zote. Wakati tunananiwa hapo na mimi ngoja nionyeshe, kuna hii pia ulishare na mimi nikafungua siku hiyo, wakanipa kazi. Sasa mpaka leo sijapost, nimewekewa chekundu. Maybe naweza nikaonyesha pia. Ungeonyesha kwa sababu ndo nilikuwa naenda kuizungumzia hii hapa. Hiyo kwa sababu mimi naposti content za Kiswahili, japokuwa wapendelei sana content za Kiswahili. Okay. Hii ndo walinitumia hii. Sasa naona hapa nishachelewesha ndani ya siku moja. Waliniwekea kibunda hapa cha dola $45 kwa saa. Mimi nalipo hela ndogo kuliko hata dola $34 in fact ndo. Kizuri hapa si unaweza ukanegotiate. Sasa mimi nilikuwa na njaa nikakubali hivyo hivyo kama ilivyo. Hii unaweza ukanegotiate pia kama hujakubali. Sawa, unaweza kaendelea tu, nilikuwa nachombeza. Kwa hiyo hii hapa ni site ambayo unaweza ukaitumia pia kutafuta hizo brands ama agencies, ukafanya nao kazi baada ya wewe kutengeneza zile posti zako na kwenda. Hii haina tofauti na ile. Ni kitu kimoja. Kwa hiyo mimi mara nyingi natumia hizo platforms mbili ambazo mimi ndo nazikubali zaidi. Sisi nimeelezea kwa juu. Kuna mtu hajanielewa kweli au ana swali? Ningependa urudie kwenye masuala ya hizo application zinazotumika. Unazungumza hizi platforms za kupata nanili, hizo platform ulizozitaja mwanzoni hapo. Hizi platforms baada ya wewe sasa umeshajua niche yako ni ipi, eneo lako. Kwa mfano kama mimi najitolea mfano kwa sababu ndo sehemu ambayo mimi kidogo naifahamu, ambayo na experience na kwenye issue za AI. Mimi niche yangu ni AI, na tengeneza content ambazo zina maudhui ya artificial intelligence. Nikisha tengeneza content zangu zikaenda viral, zikawa zinapata views, comments, likes, kwa sababu ndo brands vitu ambavyo vinapenda, yani posti ziwafikie watu. Hata wanavyokuwa wanakupa deal wanataka kile kampeni zao ziwafikie watu wengi. Kwa hiyo ukishaanza kupata hivyo vitu kama hivyo vitu ndo vinavyovutia brands. Kwa kama ukishapata vitu kama hivyo ndo unaingia kwenye hizi platforms ili ukapata deals na, kwa sababu ndo vitu wanavyokuwa wanataka. Kwa ukishapata
ukishaanza kutengeneza content zako zikawafikia watu, ndo inakuwa easy wewe kutengeneza pesa. Mara nyingi kwanza brand ndo zinakufuata wewe na hizo ads. Kwa hiyo kikubwa kwenye kutengeneza content, Twitter ni ngumu kidogo, kwa sababu inahitaji unanili uconnect sana na watu, uengage kwenye posti za watu ambao wanafanya vitu kama vyako, ndo posti zako zinaweza zikaenda mbali kidogo, tofauti na mitandao mingine. Kwa hiyo ndo ugumu kidogo ulioko Twitter, na tools ambazo natumia ndo hiyo kwenye content ni ChatGPT, Typefury na Canva. Umenipata? Ndio, nimepata. Jordan, unaweza ukaendelea kushare screen yako, mimi nishatoa kwangu. So Jordan, mimi niko na maswali hapo. Njia gani za malipo ambazo hizo brands waga zina kulipa? Na kitu cha pili, kwa sababu mimi pia nimekuwa nikipokea message kutoka kwa hizo DMs nyingi Twitter sana sana. Najuaje kama huyu ambaye ameni DM ni kweli anataka anipe tangazo ama nitapeli? Okay. Kwanza nianze na hilo swala la mwisho. Kumjua mtu ambaye ni, mara nyingi mimi siwezi napokea kazi ndio, ila siwezi kuposti ama kuanza kuandaa content bila ya malipo. Kwa hiyo ukitaka kujua kama huyu mtu ni kweli, yani ni sio muuni, ama inabidi uanze anaanza na malipo then kazi ndio inafuata. Ndio tofauti, kwa sababu muuni si akulipi. Kwa hiyo inabidi uanze ulipwe. Anaweza kulipa nusu ukatengeneza content, kwa sababu kwenye kutengeneza content kidogo inatumia muda mrefu. Kwa hiyo unaweza ukatumia huo muda, pengine mtu akapotea, vitu kama hivyo. Kwa hiyo inabidi uanze ulipwe kiasi fulani. Ni wewe jinsi gani mtu umepackage vitu vyako. Na issue za malipo, mara nyingi brands nyingi zinatumia sana PayPal, na PayPal Bongo kidogo hazifanyi kazi, japo kuna njia fulani ambavyo mimi natumia hii PayPal, lakini ni illegal kidogo. Na unaweza ukatumia PayPal, Binance, hii crypto. Stripe na yenyewe haitumiki, ndo haitumiki kabisa Bongo. Na banks, japo benki ni mara chache sana, ila mara nyingi sana PayPal. Wanishe kidogo. PayPal zangu So I mean zimefungiwa. kwenye benki hapo ni kama naweza ngatumia benki ya Tanzania ama inabidi nitumie benki labda ya UK ama Ya Tanzania Uingereza? tu. Ya Tanzania. Okay. Kwa hiyo watu wakijua kwamba mimi natokea Tanzania hawana noma. Mara kwanza mimi mwenyewe nilikuwa nastukia, kwa sababu ninavyoongea na yule mteja, mara nyingi wateja wanatofautiana. Kuna mteja anakuja anakuuliza unatokea nchi gani, kwa sababu posti zake hazitaki ziwafikie tuseme watu fulani. Yeye anataka labda anakwambia share ile nanili yako ile angalia ni posti zako zinawafikia watu wapi. Kwa hiyo mimi at least, kwa sababu na engage na watu wa nje, mara nyingi posti zangu zinaenda kwa sababu, kwa mfano mimi nipo Tanzania, nina mshikaji tuseme Marekani. Yule akiliposti posti yangu na watu wake wale ndio wanaview. Kwa hiyo najikuta kwenye posti yangu mara nyingi asilimia kubwa ya watu ambao wanaangalia posti zangu ni watu wa Marekani. Kwa hiyo ile inanifanya kidogo wasiulize pengine kwa nikiwatumia hizo nanili, hizo details za benki, kutokana na nanili na yale maelezo nayokuwa nimewapa. Kuna mtu ana swali labda kuhusu na PayPal ama maswali nini? kidogo. Mimi hapa na maswali hapa kama 4 hivi.
Cha kwanza, wewe ulitumia muda gani like kufungua hiyo account hadi ikapata enough audience ambao wakakufanya labda brands zianze kukufuata? Wewe personally ulitumia muda gani? Cha pili, unachaguaje niche, like how do you know kwamba hii niche ambayo unaichagua kwa upande wa Twitter, kwa sababu as you said Twitter ni tofauti na mitandao mingine, so let's say kwa mtu ambaye anataka kuanza sasa hivi kufungua hiyo account, anachaguaje niche ambayo itaenda popular, kwamba atapata audience au wa kutosha hadi hizo brands zinazopata? Kwa sababu sidhani kama kila niche unaweza ukaichagua tu alafu ikakupa labda wa audience. Kingine, how do you target your audience? Kusema kwa mfano mimi nataka labda audience wangu wawe tu wa nje, sio wa Bongo, kwa sababu sijui kwa Twitter wao wanafanyeje kuhusu hiyo swala la kutarget audience. Kwa hiyo una target vipi ya audience? Like mimi nataka labda audience wangu wawe wa Marekani au wa nje tu, sio wa Bongo. Kingine ni issue ya content unazozitengeneza. The idea, where do you get the idea kutengeneza content from the scratch, like process zako za kutengeneza content za kuposti hadi zinapata audience. Hizo ideas unazitoa wapi? Unaangalia account zingine, unafanyaje? Kwa hiyo ndio ilikuwa maswali yangu. Kwa hiyo cha kwanza ni unachaguaje niche? Cha pili, wewe ulitumia muda gani from kuanza hadi kufika hapo ulipo? Cha tatu ni audience, alafu cha nne ni hiyo issue ya kutengeneza hizo content za kuweka Twitter. Umeuliza maswali mazuri sana. Kwenye hayo maswali yote nitayajibu kwa experience yangu na mimi nilivyoanza, na hisi ndo nitakuwa nimejibu fresh. Kuhusiana na muda, mimi nilianza 2023 mwishoni, na nilianza sio na followers 64 kitu kama hicho. Kwa mimi kwanza nilikuwa napenda issue za tech, asasa issue za AI. Kwa nilivyokuwa naona zile posti kidogo nakuwa inspired, mimi mwenyewe naanza kupost. Kwa nilivyokuwa na post na engage na kwenye account za watu ambao wanaposti vitu ambavyo vinarelate na AI au issues za AI, mimi nilikuwa naingia kwenye zile post na comment na share na repost. Kwa baada ya muda wale jamaa na wenyewe wakawa wanakuja kwenye nini? Kwenye account zangu wana comment, sometime wana repost. Kwa na nili posti zangu kidogo zikaanza kwenda juu, kwa sababu nilikuwa kila muda, yani kila siku lazima niamke. Mimi nilikuwa sijui naenda kufanya kitu gani, ila nilijikuta posti zangu zinaanza kwenda viral. Kuna posti moja niliposti ambayo ndo ilinipa followers wengi, ilinipa kama followers 2000, ilipata views kama 300,000. Kwa hiyo kwenye kujua kitu ambacho unakifanya, pengine labda inaweza ikawa ni kitu ambacho unakipenda, kujua niche yako sometimes. Mimi kuingia kwenye issue za AI ni kwa sababu nilikuwa napenda issue za AI, na kutengeneza content nilijikuta tu natengeneza content kwa sababu nilikuwa napenda ile issue. Mwisho wa siku ikaja kuwa kazi kabisa. Kuhusu audience mara nyingi, kwa sababu kama mtu anatoka Marekani, kwa sababu Twitter watu ambao wanaposti hizi issue kipindi kile, tuseme kwa mfano 2023, wengi wao walikuwa wanatoka India, Marekani, Pakistani, nchi kama hizo za mbele mbele kidogo. Kwa hiyo zile posti zao, kwa mfano kama wao wakiliposti posti yangu, mimi nawafikia wale watu wa kwao kule kule. Kwa hiyo ndivyo posti zangu mimi zinawafikia watu wa nje. Hamna issue za VPN wala nini, kwa sababu ya watu ambao mimi na engage nao ndo ana boost posti zangu zinaenda kule kwao, kwa sababu mimi si engage na account za nchi kidogo za Afrika. Watu wote ambao mimi na engage nao wanao comment kwenye posti zangu ni watu wa nje, na mimi ndo ninavyo comment kwenye posti zao na ku repost. Nimekujibu fresh mzee? Halo? Yeah, nakusikia. Nahisi sijui nimekujibu maswali yote. Ile nilikuwa nakwambia kuhusu issue ya content, yani content unazitengenezaje? Okay. Kuhusu content ndo kama hivyo. Ninaangalia wenzangu wanachoposti, labda kwa sababu kila siku, kwa mfano issue za AI, kila siku kuna habari mpya kuhusiana na AI. Kwa unaweza ukaangalia habari kwenye page kubwa hizi na ukatengeneza kitu chako ambacho, kwa sababu kwenye issue za content kidogo vitu vingi vinafanana, ila ni jinsi gani wewe unavyokileta kwenye macho ya watu, utofauti, vitu kama hivyo. Ila kuhusiana na idea ni kwa wengine pia. Nimeeleza.
Halo, kuna mwingine ana swali? Jordan, tumekuelewa. So I mean Jordan, najua moja swali ambalo watu watauliza ni hapo kwenye issue ya PayPal Na honestly issue ngumu. mimi sijawahi kutumiaga PayPal miaka hiyo, yani like since nimeanza kufanya kazi yangu ya freelancing, na mara zote client kama hana PayPal, most of times kama yuko Marekani, mimi namtengenezea account yangu ya US ambayo nilikuwa nayo kipindi kwa kutumia Wise, sasa hivi natumia Gray. Nitampa kama labda anataka euro, nitampa euro, kama anataka currency yote nitampa, na mara nyingi waga wasumbuagi kwa sababu hata PayPal unaweza kutuma kutoka huko, kwa unaweza kutuma kutoka PayPal kuja kwenye benki za kawaida, but kwa mtu ambaye ndo anaangalia au watu ambao kwenye community ambao they can take risk ya kuopen PayPal, nyie huwa mnafanyaje kupata account za PayPal? Okay, kama kuna hii issue kwa mtu ambaye anataka kufanya labda kitu kama changu ama ambao kina relate kidogo ili kupata deals, mara nyingi brands za nje zikulipe au watu wengi wao wanatumia sana PayPal. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua jinsi gani mtu anaweza kutoa. Ni vitu vichache. Kuna application moja inaitwa Ashley. Ngoja niangalie kama naweza nikaishia hapa. Unaiona hapo baka? Yes kaka, naiona Hashdi. Sasa hii ni sehemu ambapo unaweza ukapata namba. Mara nyingi mi nachukuaga namba za UK. Kwa hiyo ukishachukua namba hapa, ukinunua namba hapa, unakuta ni kama $5 hivi kwa mwezi. Ukishachukua namba, unaenda kwenye PayPal ya UK, kwenye una search PayPal ya UK, then una sign up. Ukisign up watahitaji email yako, utakuwa umefungua email labda, unaweka pale. Watahitaji na namba ya simu, namba utaweka hii hapa ambapo watatuma OTP. Ukisha weka hizi namba watahitaji zile details, tuseme address ile nini. Kuna site nyingine inaitwa hapa ili kupata address za UK, inaitwa random list, alafu unaweka UK. Kwa ukienda pale utapata zile nanili post code sijui na nanili na address, utaweka pale, account inakuwa tayari. Ni vitu vichache. Na kwenye namba hapo ukishafungua unaweza ukaitoa hii namba ya UK then ukaweka namba yako ya Tanzania, ili kwa mfano kama hii iki expire labda pengine umechoka kuilipia, unakuwa unatumia ile namba, unakuwa unapokea zile OTP kupitia ile namba yako ya Bongo. Ndio hivyo wanavyotengeneza PayPal za UK. Lakini So the issue kwa mfano manake na kitu ambacho mimi nishashuhudiaga mtu anapoteza kama $1,000 PayPal kwa sababu alitengeneza kama hivyo account. Baada ya muda PayPal wakataka verify tena details zake. sasa hii issue nakuta wengi. Hata mimi wiki hii hapa tu nimetoka kufungia PayPal zangu 2, ila kizuri ni kwa sina hela. Mara nyingi wakija kufungia akaunti yako unakuwa umefanya activities nyingi sana kwenye. Mara nyingi mimi nikiingia kwenye PayPal zangu naingia tu kutuma invoice, naondoka. Nikirudi pale ujue naenda kutoa tu hela basi. Lakini ukianza kupita pita huku, labda umesahau password ile, pale ndo anakustukia kidogo. Labda umeifungulia unaenda kwenye kila device unaweka ile account yako, kila device unaweka ile, mara nyingi ndo wanakustukia, wanaomba hizo information zako. Ila kwa sababu mimi nimetumia PayPal zaidi ya mwaka, nyingi tu, kwa sababu nilikuwa sina mambo mengi. Yani nikiingia natuma invoice, nikirudi tena namtoa tu hela basi. Na kutoa hela tu naituma kwenye mitandao yako ya Bongo hapa, Tigo ama Voda. Kondo hivyo wanavyokuwa wanafungia tu kwa sababu ya vitu fulani wanakuwa waelewi.
Umesikia? Nikuonyesha hapa PayPal yangu moja ambayo imefungiwa. Nina PayPal kama 7. Hii imefungiwa juzi hii. Hii ni ya juzi. So au hizo transactions zote ni client ambao umewapata Twitter ambao peke yake. walikuja waka reach out Twitter kwa ajili ya kuannounce hizo nanio, kwa ajili wafanyie promo ya hizo akaunti zao. Wow. Na okay, naweza nikafanya kitu kama hiko kama akaunti yangu ya Twitter sijalipia, yani ile free. Sijaelewa. Like ni lazima ni pay blue tick ya Twitter ndio niweze kufanya mambo, unaweza nikafanya hata na akaunti ambayo sijalipia blue tick. Unaweza ukaanza kwa sababu mimi mwenyewe nilianza bila blue tick. Ila blue tick kidogo ukiweka, unaweza ukaweka blue tick pale baada ya posti zao kidogo kuanza kufanya vizuri. Hapo ndio inaweza ika make sense zaidi. Ila unaweza ukaanza pia bila blue tick. Japo ukiweka blue tick kidogo, unajua inavyokuwa inaonekana kwenye profile na brand zinavyokuwa zinaitikia. Na pia bila blue tick unaweza usiweze kwa DM na nili. Usiweze kwa DM brand, kuna brand fulani ukienda pale inabidi una blue tick ndio unaweza ukaingia kwenye DM. Kondo kizuri cha blue tick. Pia wakikuomba tuseme kwa mfano zile information za account bila blue tick, zile features ya zipo. Nice. So guys, ambaye ana swali kwa Jordan, ama darasa leo gumu kidogo linawachanganya? Guys, nawasikiliza. Mwenye swali kwa Jordan? Mimi na swali. Hii Twitter Bongo imefungiwa. How do you operate? Natumia VPN. VPN inafanya divergence ya audience au mimi sielewi. Kwa mfano kama unatumia VPN labda ya Mumbai, unapata audience wa Mumbai au hapana? Mara nyingi hata ukiweka VPN, yani vitu vitavyokuja vitakuja vile vile ambavyo una engage navyo basi. okay. Hamna utofauti mkubwa. Kaka, mimi nilikuwa na swali hapo. Swali langu lilikuwa uko unaongelea kuhusu niche ya AI. Sawa? Unaweza kutokea niche gani zingine ambazo zina perform vizuri? Maana umeongea tu ile in general kwamba kuna niche ya AI na nini. Sasa ili tujue kwa beginner kama mimi nikitaka nianze. Amenya. Ni nani ambaye haja-unmute mic yake? Hello? Okay, nakusikia. Nimekuelewa. Kuna niche tuseme kama za Baraka, issue za biashara za digital. Kuna niche za afya. Hizo zote zinafanya vizuri kwa sasa. Kama sijui ni vitu ambavyo watu wengi sasa hivi wanafuatilia. Hello? Sasa Na pia naweza nisijue vizuri kwa baadhi ya niche nyingine kwa sababu mimi niko sana kwenye issue za AI. Ndio niche ambayo nipo ndani yake yani. Kwa hiyo naweza nisijue vizuri ambayo ina perform vizuri zaidi kwa sababu sipo kwenye hiyo kwenye hiyo niche. Sasa yani swali langu la msingi lilikuwa ni nini? Ulivyokuwa yani
mfano mimi niko labda interested kujua about AI, si ndio? Hiyo ni niche kwamba unatengeneza content kupitia AI au kuna knowledge unafundisha unatoa kuhusu AI. Yaani uvukia kwamba kuna niche ya AI kwa mimi ule uelewa kwamba labda nikisema leo nianze kupractice kutengeneza content za AI, does it mean kwamba anatengeneza content kwa kutumia AI au nakuwa natoa knowledge through kwamba labda knowledge ya AI labda like kutumia a certain tool ya AI au labda AI inafanya kitu fulani? Yani hilo ndio kwa swali langu yani la msingi lingine. Kwenye kushare unachomaanisha ni kwamba kwa mfano mimi nafanya na ninatengeneza content za AI, na maana natumia tools za AI kutengeneza content au Yani the content, what is the content of the content that you are making? Hapo umenielewa? Okay. Yani Okay, mfano ukisema kwamba kaka Baraka na content za tech na kuhusu kufundisha watu kuhusu freelancing and ajira za mtandaoni, si ndivyo? Hiyo ndo content za Baraka. Okay. Unaona content bana, content ina vitu vingi. Mimi naweza nikatoa habari leo labda kuhusu hii multimob hii. Ni habari pia, inaweza ikaja pia kwenye mfumo wa content. Umeona? Kwa mimi kipindi kile naanza nilikuwa mara nyingi nilikuwa tu na share habari kuhusu AI. Nilikuwa sijui sana kiundani, ila nilivyokuwa yani nilikuwa na share sana mara nyingi kwa sababu nilikuwa sijui AI kwa ukubwa kama sasa hivi. Mara nyingi nilikuwa na share kuhusu habari za AI, news hizi. Ndio ilikuwa kama content yangu. Tujaelewana. Hello. Tumeelewana? Nimekupata kidogo. Sasa mwingine mfano unaweza ukashare labda account yako ya Twitter na sisi labda ile kuambia nataka labda kujifunza through kuiona au itakuwa ni two person? Amna. Mafalo unaweza ukashare hiyo account yangu? Yes, just a second hapo. Alikuwa wapi mtu? Hiyo hapo. Umeiona sijui? Unaiona? Emmanuel, umecheki account? Yeah, so kuna mtu aliuliza kuhusu swali la niche. Nataka nimjibu aliuliza swali la niche. So niche, so content creation inakuwaga hivi. Watu wengi wanapendelea kufanya content kwenye vitu ambavyo wanavipenda. But kiuhalisia inabidi ufanye content kwenye vitu ambavyo watu wako interested kuvisikia. Kwa mfano naweza nikawapa mfano. Mimi vitu vingi ambavyo navishare mimi waga nahisigi ni viepesi. But later nakuja nagundua kwamba watu hata kufungua labda account ya LinkedIn ni kitu ambacho watu wanatakiwa wafundishwe. Yaani mtu anatakiwa ambiwe hivi ndio uende ufungue account ya LinkedIn, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Kwa hiyo sasa niche ziko nyingi. Yaani lakini ambazo zinafanyaga kazi vizuri au ambazo kwa nchi zetu zinaenda fresh ni niche, kwa mfano kwenye eneo la finance, kwenye eneo la teknolojia, kwenye eneo la history, kwenye eneo la philosophy. Kwenye hizi theme channel ndo zinafanyaga vizuri. Na Jordan nilo kazungumzia theme channel kwa upande wa mtandao wa X. Ila hizi theme channel ziko kwenye karibia mitandao yote.
yani kuna siku unaweza ukaingia labda sasa hivi nawapa kazi, kwa mfano naweza ngoja niache kushare hii. Kuna channel moja ya YouTube naangaliaga sana, amrishwa kama hii ndo ambayo nimelipia YouTube, sio hii. Okay, let me share my screen. Mimi na consume sana YouTube. Okay, so mnanisikia? Unasikika? Unasikika? Naonyesha kitu. Kuna kitu kinaitwa Instagram theme page. Yaani ukiangalia hapo utaona hizo nyingi sana. Yaani kinachofanyikaga inabidi uangalie aina gani ya content unaweza ukai monetize. Kwa mfano mimi sasa hivi nafanya nimeanza sasa hivi kufanya live stream na brand zimeanza ku reach out, zinataka kupartner na mimi kwa live stream, na mimi niko Tanzania. Like sometimes hata lazima ufanye kwa ajili ya audience ya huko mbele, unaweza kufanya hata kwa audience ya Bongo. So hizi theme page mtu anakuwa tu anaamua na post content fulani, yani anatengeneza yani, kwa mfano kwa nini hata huyu Jordan anapata matangazo au brand zinakuja kwake? Kwa sababu watu wengi ambao wanapenda mambo ya AI au tools za AI wanapenda content za Jordan. Kwa mfano sasa hivi mimi watu wengi sana ambao wanapenda mambo ya kazi za mtandaoni, digital jobs, mambo ya teknolojia, ndio watu ambao wamenifollow, watu ambao wananifuatia kila siku. Yaani kuna watu lazima kila siku akiamka lazima waangalie page yangu. Same to Jordan, kuna watu ambao wakiamka kila siku lazima waangalie kurasa yake. Kwa hiyo brands ziko interested kumfuata Jordan kwa sababu kila wakiamka wanakuta content zake. Na uzuri wa brand ambazo ziko nje, brand za Bongo unajua ziko obsessed sana na namba ya followers ambao mtu uko nayo. Lakini brand za nje ziko like namba kwa haimata. Kwa mfano wakati nakumbuka wakati nafanya gig ya wanaitwa nani? Wakati nafanya kazi ya kuinfluence Alibaba. Baraka, hapo Baraka. Yes. Na deal la kwanza mimi ambayo nimepata ilikuwa ni dola 500 kwa. Nilikuwa nalipa dola 500. Nilipata nikiwa na followers 1200. 500 kwa post au kwa mwezi? Kwa mwezi. Yeah. Hivyo like mimi nilipata deal Alibaba nilikuwa na followers 1000 Ilikuwa post 2 kila mwezi. Kulikuwa kuna interview nataka nionyeshe make ngoja. Kuna interview moja niangalia, dada moja niipenda sana, alikuwa anazungumzia theme channel. I'm trying kuona kama naweza nikaiona. Nafikiri huyu anaitwa Jenny Hoyos alikuwa anafanyia interview, ngoja nione Jenny Hoyos interview. Wanafunzi wangu mimi like I wish mngekuwa mna utilize sana YouTube. Kuna vitu vingi sana ambavyo mnaweza mkaona. Nadhani kuna hii video hii ndio ilikuwa anaojiwa. Nafikiri ni interview hii. Hata ukiangalia nilikuwa nimeshaiangalia tayari nafikiri. Hii. Alikuwa anaojiwa. So alikuwa ana make shilingi ngapi kwa kutengeneza hizi video. I mean hizo za kufanya na hizo theme page. Na ninavyosema theme page tofauti, I wish ningekuwa na Instagram hapa nionyeshe. Labda nikiangalia account ya Jordan account yako inaweza ikaonyesha baadhi ya watu ambao umewafollow. Let me nichukue mifano ya watu ambao umewafollow. Nikiangalia tu hapa hivi naweza nikaiona theme page. Search moja hapo inaitwa Gadi Prompts. Nani? Gadi Prompts. Gadi God Prompts. Hivyo. God Prompts. God Prompt. Hapo ndika prompts. Uye? Hebu click hapa tu. Let me search. Ndo. Hapana. So yenyewe. Kwa niangalia. Huyo ndo anaweza kama mfano mzuri.
I'm trying kuonyesha kwa sababu akiona nani nyingi utakuwa Naenda unaelewa. kuiposti hapo post yake moja afu then utananili. Sawa. Shida nikifollow kama hivi nikiingia account yangu yote inakuwa chaotic. Yeah, so kwa mfano kama nafikiri watu hawa ndio hizi ndo aina ya content ambazo zinakuwa kama nanio kama za theme channel. Guys, kuna mtu ambaye ana swali? Kuna mtu ambaye yuko interested kufanya hiki kitu? Niwe namsaidiaje? Baraka nimeliposti hapo, unaweza kuonyesha mfano. Kwa hiyo same page. Yeah. Kuna mtu yuko interested kufanya hiki kitu? Mimi hapa. Nani? David. David upo kwenye cohort eh? Yeah. Hatujapiga ile call eh? Tulipiga. Niko sasa hivi. Mimi pia niko interested. Hii hapo chini. Niko na ile Maker Academy bado niko nayo. Uko na nini? Umeipita Baraka umeipita post. Malizana ile Meki kwanza. Malizana Meki hapana, chukua kitu kingine. Nani mwingine anasema yuko interested? Mtu ameitikia interested ama nani? Teresia tulifanya call? Tulifanya call hatukumaliza, nikaseti tena. Actually nadhani ilikuwa ni leo. Okay, leo nilikuwa na nani. Okay, tukishafanya call ndo tuta decide. Sawa. I will announce lini tufanye. So kwa mfano mtu kama huyo ana hao ndio watu ambao wanatengeneza faceless. Na ziko faceless nyingi. The same to kama nakumbuka darasa YouTube lile la Male, YouTube automation. Kama unaelewa YouTube automation ya Male, hii ni rahisi sana kuelewa. Like you are doing the same stuff. Na hizi content waga wakati naongea na Jordan wakati nataka nifanye, akaniambia tu kwamba Baraka unaweza tu ukakopi, yani unaweza kutumia hata content za mtu ukazipeleka kwenye ChatGPT zikabadilishwa kidogo maneno, ukapata content yako ambao unaweza ukaipublish. Si ndio hivyo Jordan, ama nakosea? Yeah, ni kweli. Yaani unaweza ukachukua channel ya mtu yani ukaikopi kama ilivyo, yani ukafuatisha hivi mstari wake, yani ukapiga pap baada ya muda. Na naonaga watu wengi sana ambao wanapost hizo content waga wanarudia content hizo the same, wanazipublish hizo. Na zinafanya vizuri tu. Na zinafanya vizuri kwa sababu hata mimi kuchunguza Instagram yangu sasa hivi content nyingi ambazo naziposti ni ambazo nishawahi kuzipostigi zamani. Nishazipostigi Twitter wapi, lakini nikipost Instagram watu wako interested kuziona tena. Okay, mara nyingi mimi kipindi naanza, kwa mfano mimi nilikuwa natoaga naendaga kwenye zile page kubwa za ambazo zinapost issues za AI, ambao labda zinapost hizi infographics. Mimi nachukua kwa sababu ile siipo kwenye mfumo wa picha, mimi naleta kwenye mfumo wa maneno. Kwa vitu kama hivi. Unaweza kuendelea. Tumebakiza muda mchache, labda kama kuna mtu ana swali. Kaka, nilikuwa nataka kujaribu paraphrase ili nijue kama nimeelewa phrase. In order ili upate successful faceless channel, ukishakuwa umeshachagua niche, sawa, na pia inabidi niche yako iwe ile ambayo ina reach nzuri na engagement nzuri nje ya Tanzania. Si hapo nimepatia nikisema hivyo. Yani iko hivi. Kwa mfano kama mimi hapa, ngoja nitolee mfano. Mimi na post issues za AI, ninaandika kwa Kiingereza,
Kwa mara nyingi watu ambao wanaenda kusoma zile posti ni mara nyingi wanakuwa wanaelewa labda Kiingereza. Na pia kwa sababu na engage na watu wa nje. Yaani watu wengi ambao mimi nipo nao, yani tupo kwenye niche moja, wana engage kwenye posti zangu. Yaani kwamba kila nikiposti wana like na kucomment. Na mara nyingi hii mitandao ilivyo, mimi kwa mfano leo ukiposti posti yako mimi nikalipost, wale followers wangu wanaangalia posti yako, unapata views kutoka kwenye followers wangu. Kwa wale si wapo nje, ina maana followers wao wale wa kule kwao, tuseme Marekani au India, wao ndio wana view posti zangu. Ndivyo unavyopata watu wa nje. Umenipata? Hapo nimekupata. Yani mara Na swali nyingi inatokana lingine na unavyokuwa na engage na wale watu, na mara nyingi wanaoposti hizi issue ni watu wa nje. na swali lingine, Mm. mtu anaweza akatumia system hii ambayo anaitumia kwenye Twitter akaihamishia labda let's say Instagram, kwamba Sana akatumia tu the kwa same sababu zile tena platforms zilizokuwa Instagram umezisema, mm. kwamba zile platforms zilizokuwa umezisema zile mbili, kwa kwamba instead of kulink na Twitter akalink na Instagram, hapo Yeah, sure. akatengeneza FSS channel Instagram, Na akaongelea labda vitu Instagram nani ina, kwa kitu. sababu mimi hata Insta pia kuna account fulani, nina theme page fulani, ila bado sija ipo. Na Insta theme page nyingi zinafanya vizuri kuliko hata Twitter. Inawezekana hivyo unavyowaza. Na sawa, shukrani. Mm. Kuna mwingine mwenye swali? Afadhi ana swali sio? Actually ninajaribu naweza nikasema nilivyoelewa uweze kuniguide kunirekebisha hapo labda kuna mistake. Yaani kwamba nilichoelewa ni kwamba Sikusikii fresh. Nasema kwamba nilichoelewa ni kwamba mtu unatakiwa cha kwanza uwe na niche ambayo unaiamini, ambayo utakuwa unajua kabisa hii ni marketable currently. Hivyo katika ile niche, yani ujifunze vizuri, uwe mjuzi wa kile kitu, ile skill. I mean develop your skill kwenye kitu fulani, either maybe ni AI, I mean au masuala ya marketing, e-commerce. Sasa after handling that skill, maana yake una uwezo sasa kuanza kujitangaza wewe kama kwa kuanza kwa kuangalia wale watu ambao wana post content ambazo zinahusu kile kitu ambacho wewe umejifunza, ambacho naamini kwamba ukiengage nao unaweza na wewe ukagain vitu ambavyo una create your post, una post ili uweze kupata wateja. Na hii ndio namna hiyo, ndio hivyo ulivyoeleza. Maybe kuna kitu ambacho Uko sahihi. Sawa, asante. Sawa. Kuna mwingine labda? Kuna sehemu labda dielewa. Amna mwenye swali? So guys, kama kuna mwenye swali, nikushukuru sana Jordan kwa muda wako. Nishukuru watu wote ambao mlitenga muda wenu mkaja. Tutakuwa na session, Jordan ataendelea kuwepo kwenye community. Kama mtakuwa na swali na chochote mnaweza mkamtagi na mkamuuliza. Also pia naombeni radhi, sasa hivi kwa mfano kuna watu walimiss walishindwa kujoin session wakuta imelipiwa. Niko sasa hivi na upload nifanikiwa kusajili nani USA, kwa hiyo na Stripe. Kwa niko nafanya mabadiliko kwa hadi kwenye Stripe, fanya nini, kwa kuna a lot of changes zinatokea currently.
So hata hizi one to one call kwa sasa hivi nimezistopisha kwa muda mpaka niweze kusort watu wote kwenye community, kila mtu amekuwa subscription yake imekaa vizuri, mambo yamekaa sawa, ili sasa tuweze kurun vitu kwa urahisi, kwa sababu zamani nilikuwa nafanya vitu manually, but sasa hivi system inanisaidia. Asante na niwatakie siku njema. Hii recording baada kama saa moja au saa mbili itakuwa live kwa watu ambao walichelewa kujoin, wanaweza kaiona pia. Itakuwa pia kwenye YouTube channel yangu. Nanio ile session ya tuseme ya kote naona imetoka sio? Ya kuna baadhi ya space nimezifuta, nyingine nimeadd mpya, hivyo nafanya mabadiliko like inaweza ikachukua mpaka wiki ijayo Ijumaa hivi. Okay. Sawa. Afu samani hivi utaweza kupata recorded ya hii baada hapa, ili kwa sisi ambao tutataka kupitia tena. Nahisi Baraka ataposti YouTube nice.